ni nini? Ni usikivu. Maana atazuilia usikivu wako. Kama atazuilia usikivu wako, maana hautaweza kusikia tena sawa sawa na jinsi unatakiwa kuweza kusikia. Maana Mungu anaweza kana msemesha mtu, lakini kwa habari ya kumsikia mtu ni kitu viwili tofauti. Ndio maana ukisoma mfano kitabu cha Samuel, utakutana na Samuel wakati anaitwa. Biblia inasema hivi, wakati Mungu anamuita Samuel, Samuel akuelewa ile sauti imetokana nani au ni nani anaita. Akajua ni Heli anamuita, kwa ni Heli anamuita. Kwa hiyo unapokopa unasikia sauti, lakini usielewe kile kitu ambacho kilikuwa kimekusudia kwa ajili ya ile sauti ambayo Mungu anakuwa ameachilia ndani ya mtu. Maana utakosekana kuipokea ile imani ambayo utakayoweza kuipokea na upate kuweza kuipokea haki yako. Na ndio maana shetani huwa anawatangulia watu wengi sana katikati ya ile lango la usikivu. Anatia uzito katikati ya usikivu wao. Akishatia uzito katikati ya usikivu wao, watu wanashindwa kupokea au kuelewa jinsi wanatakiwa kuweza kuelewa. Maana ndani yao wanakosa ile imani ambayo Mungu alikuwa ametaka kuachilia ndani yao kwa ajili ipate kuweza kufanyika msaada kwao, kwa ajili ya kuwavusha mahali pengine au kwa ajili ya vitu fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndio maana nimekupeleka katika sababu ya kwanza ni kwa ajili ya kuzuia imani itakayofanyika ni msaada kwako. Kwa sababu moja wapo shetani anaoifanya kwa vita kwa ajili ya watu ambao wameokoka au kwa ajili ya watu wengine pia ni kwa ajili ya kuwazuia hawa watu wasiweze kuipokea imani itakayoweza kufanyika kuwa ni msaada kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia nitakusomesha ile kitabu cha Marko ile sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 29. Umsikia anasemaje hapa katika kitabu cha Marko sura ya 5, kitabu cha Marko ile sura ya 5, kitabu cha Marko sura ya 5, ukisoma kuanzia ule mstari wa 25. Anasema hivi. Nataka nikuonyesha mfano wa mwanamke mmoja ambaye alipata haki yake kwa kusikia. Maana shetani anapoweza amekuzuia katika kusikivu wako, anataka kuondolewa ndani yako ni kupotezea imani ambayo inaweza kufanyika kuwa ni msaada kwako. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 25, utakutana na habari moja ya mwanamke ambaye anasema hivi, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. 27 anasema hivi, aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, kwa maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Okay, soma mstari wa 27 tena, anasema hivi, alipozisikia habari za Yesu. Okay, inawezekana alisikia habari za Yesu kwamba Yesu huwa anaponya. Okay, alipozisikia hizo habari za Yesu kwamba anaponya, ndani yake kazalishwa kitu kinachoitwa imani. Imani inayozalishwa ndani yake maana yake ni imani ya uponyaji. Na ndio maana ukija kama mstari wa 28 anasema, maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Maana yake okay, alitangulia kusikia. Alipotangulia kusikia, ndani yake kukazalishwa kitu kinachoitwa imani, na imani ikafanyika kuwa ni msaada kwake. Na ndio maana atakasema hivi, ingawa nimeteseka kwa muda mrefu, lakini nilipozisikia hizi habari za Yesu ya kwamba huwa anaponya walio wagonjwa, acha na mimi nikaguse vazi lake, lakini nitapokuwa nimegusa vazi lake tu na mimi nitapona. Kwa sababu gani? Imani ndani yake imezalishwa. Neno la Mungu linapokuwa limeachiliwa katikati ya mtu haliji bure. Ndio maana nasema neno lake Mungu halitamrudia bure. Kwa nini? Linapokuwa linakuja, linapotumwa katikati ya watu, maana yake linakuwa limetumwa kwa makusudi. Lakini kama linapokuwa limetumwa ile neno kwa makusudi na hao watu wamezuiliwa wasipate kuweza kulipokea, maana yake ni cha kwanza ni kwamba hao watu lazima wafunguliwe kwanza katika usikivu wao, ili wapate kuweza kusikia sawa sawa jinsi wanavyotakiwa kuweza kusikia. Na watakapoanza kusikia sawa sawa jinsi wanavyotakiwa kusikia, ndipo watakapoweza kupokea na sawa sawa jinsi Mungu anavyotaka hao watu wapate kupokea. Mungu anaweza kuachilia kitu kizuri jinsi yake anavyotaka kuachilia kitu kizuri ndani ya mtu, ndani ya watu. Lakini jinsi ya mapokeo, jinsi tunatakiwa tuweze kupokea, naweza tukawa tumepokea katika namna tofauti. Na shetani ndio hicho anachokifanya, kwa sababu hana uwezo wa kuzuia neno la Mungu, lakini anachokifanya anashughulika kwenye mifumo ya wanadamu. Na sehemu moja wapo wanaofanya hivyo vita ni sehemu ya mfumo katika usikivu wa maisha ya rohoni ya watu. Watu wengi tunaenda katika mwili na katika roho, lakini katika habari ya usikivu wa maisha ya rohoni, Mungu anapotusemesha kwa habari tofauti tunashinda kusikia. Kwa sababu gani? Shetani ameshatutilia uzito katika usikivu wetu. Na kama ameshatutilia uzito katika usikivu wetu, maana yake kuna imani ambazo zitakiwa ziachilie ndani yetu kwa ajili ya msaada kwetu, tunashinda kuzipokea na tunajikuta kila siku tuko pale hatusogei. Kwa sababu gani? Neno linapokuwa limeachiliwa ndani yetu, imani ipate kuweza kuingia ndani yetu kwa ajili ya kwenda kuzuvusha, tupate kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inakuta masikio yetu hayapati kusikia kwa jinsi inavyotakiwa pate kuweza kusikia. Haleluya. Kwa utakutana na hii sababu moja wapo. Lakini kuna sababu nyingine nitakupa, ambapo anasema hivi, sababu ya pili. Shetani ni kwa nini anafanya vita ya kiroho katikati ya lango la usikivu? Sababu ya pili nasema hivi, anafanya hivyo kwa ajili ya kuzuia sauti ya kimaelekezo ya Mungu kwako. Anafanya hivyo kwa ajili ya kuzuia sauti ya kimaelekezo ya Mungu ndani ya mtu.
Okay? Inawezekana ni mtu umeokoka, unatembea na Mungu ndio vizuri, lakini haitoshi kutembea na Mungu vizuri. Kitu ambacho kinatakiwa unapokuwa unatembea na Mungu, sababu ya pili, inatakiwa upate kuweza kusikia maelekezo ya Mungu, kwa sababu haitoshi kuwa na Mungu kumfahamu vizuri, lakini kitu cha pili cha muhimu ambacho ni msaada kwa kila mtu ambaye ameokoka ni kupata maelekezo ya kimungu ndani yake. Kama utakosa maelekezo ya kimungu ndani yake, maana yake utakosa mwelekeo. Na kama utakosa mwelekeo, maana yake ni rahisi kutoka katikati ya mifumo ya kimungu. Na ndicho shetani huwa anakifanya. Ni kwa nini anafanya vita namna hii? Maana yake ni kumtoa mtu katikati ya uwepo wa Mungu, kumtoa mtu katikati ya maelekezo ya kimungu. Kwa anafanya vita ya namna hii kwa ajili ya kuzuia sauti ya kimaelekezo, sauti ya kimaelekezo ndani ya mtu asipate kuweza kupokea sauti ya kimaelekezo ambayo Mungu anakuwa anamsemesha hapo. Okay, ni mtumishi, mfano nikutolee mfano, ni mtumishi wa Mungu. Unapokuwa ni mtumishi wa Mungu, ni lazima upate sauti ya kimaelekezo ya Mungu katikati ya utumishi uliokuwa nao, okay? Sasa shetani atakapokuwa amekutilia uzito wa usikivu wako, ukashindwa kusikia jinsi unavyotakiwa usikie. Maana yake ukashindwa kusikia jinsi unavyotakiwa kusikia. Ukashindwa kusikia jinsi unaweza kutakiwa kusikia. Maana utakosa maelekezo yale ya kimungu yotakiwa uweze kuyapokea, yapate kuweza kufanyika msaada kwako, ili upate kuweza kupiga hatua kwenda hatua nyingine. Utapoteza mwelekeo ambao utakiwa uwe nao katikati ya utumishi uliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi ile sura 32 mstari wa 8, ambapo anasema mimi nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Jicho langu likikutazama, lakini pia nikikushauri. Maana yake anasema nitakufundisha. Kama Mungu atakufundisha, okay, inahitaji upate kuwa na sikio la usikivu wa maisha, la usikivu wa rohoni. Ili Mungu anapokuwa anakusemesha kwa habari ya kukufundisha, upate kuweza kusikia. Kwa Mungu atapotaka kuachilia neno kwa ajili ya kukufundisha, na usikivu wako umeshabanwa tayari, unashindwa kusikia jinsi unatakiwa kusikia. Maana yake hautaweza kupokea kile kitu ambacho Mungu anataka uweze kupokea. Kitu gani unakipoteza? Maelekezo ya kimungu. Na ndio maana ukishapoteza maelekezo ya kimungu, jua kama na mwelekeo ushaupoteza ndani yako. Kama ni muumini, kama ni mtumishi, au kama ni mtu yeyote mahali popote kwenye taasisi yoyote, utapokosa kitu kinachoitwa maelekezo, maana yake lazima mwelekeo uliokuwa nayo kwa kitu unachokifanya lazima kipotee. Kwa sababu gani? Hakuna maelekezo. Yeye ambaye amekupa kitu cha kukifanya ni lazima atakupa maelekezo. Mungu amekupa namna fulani, amekupa maono, amekupa kitu fulani, maana yake atakupa maelekezo ni namna gani uweze kukitumia kitu ambacho amekupa. Sasa amekupa kitu lakini hajakupa maelekezo ni namna gani ya kuweza kukitumia kitu ambacho amekupatia. Maana yake hautaweza kukitumia sawa sawa. Na ndivyo shetani huwa anakifanya ndani ya watu, okay? Shetani anaweza kujua ndani yako Mungu amewekeza kitu fulani. Na kama ameshajua amewekeza kitu fulani, anachong'ang'ana ndani yako ni kukupotezea hali ya usikivu ndani yako. Anakupotezea hali ya usikivu ndani yako. Unaacha kwa bali ya kumsikiliza Mungu aliyekupa kitu cha kukifanya, unaanza kusikiliza sauti zingine. Unaanza kuzisikiliza sauti zingine. Sasa unapoanza kuzisikiliza sauti zingine, ndio utaanza kuyapokea maelekezo ya vitu vingine. Na unapoanza kupokea maelekezo ya vitu vingine, maana yake utapotea katikati ya njia ya kitu ambacho unatakiwa, mahali ambapo unatakiwa uweze kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ukisoma mfano ukisoma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mpaka sura ya kwanza mstari wa 8, utakutana na maelekezo wakati Mungu anazungumza na Yoshua pale. Anazungumza na Yoshua pale. Lakini kwa habari ya mahali hapa nilikuwa nataka nikutazamisha kwa ajili ya nini? Ni kutazamisha kwamba shetani anapokuwa anafanya vita, pia anafanya vita vya ulimwengu wa roho kwa habari ya usikivu ndani yako. Anachong'ang'ana nacho pia ni kwa ajili ya kukuzuia usipate kuweza kushindwa kusikia maelekezo ya kimungu ndani yako. Anapojua kama umeshindwa kuyapokea maelekezo ya kimungu ndani yako, kile kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, maana yake hakitaweza kukua, hakitaweza kukua. Ni sawa sawa leo hii upande mbegu alizini pasipo kuweza kuitilia matunzo. Maana yake kitu ambacho kitakiwa kiweze kumea na ipate kutoa mazao ambayo ilikuwa imekusudiwa, hataweza kutokea katika ule bora. Inaweza katokea lakini asitokee katika ule bora ambao utakiweza kutokea. Ni sawa sawa na mtu ambaye ameshaitiwa katika wito wa Mungu, au kitu fulani umetiwa ndani yako katikati ya maono ulikuwa nao. Ni lazima upate maelekezo yatakayofanyika kuwa ni msaada kwako, ili upate kuweza kufika mahali unapotakiwa uweze kufika, ambacho kitu Mungu amewekeza ndani yako. Lakini sasa shetani kwa nini anafanya vitu namna hii? Ni kukuzuia maelekezo. Atapokuwa amekuzuilia maelekezo ya kimungu yasiingie ndani yako katika hali ya usikivu ndani yako, anajua kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako hautaweza kukifikia. Anakuwa ameweza kukupata katika namna ya jinsi hiyo. Lakini ni sababu nyingine ya tatu. Sababu ya tatu ni kwa nini shetani anafanya vita katikati ya lango la usikivu. Anasema hivi, anafanya vita kwa sababu ni njia atakayoitumia kuzuia hatua yako. Anafanya hivyo kwa sababu anajua ni njia atakayoweza kuitumia kuzuia hatima yako. Njia atakayoweza kuitumia kuzuia hatima yako. Ni sawa sawa na sababu ya pili ambayo tumetazama, ambayo tumesoma, inasema kuzuia sauti ya kimaelekezo ya Mungu kwako. Maana kama Mungu anaachia maelekezo ya kitu ambacho amekukezea ndani yako, ili upate kuweza kufika Mungu ambapo anataka kuweza kufikia kwa habari ya hatima aliyokuandalia kuweza kuifikia. Kwa na hatima sio shida, lakini ni shida kuwa ni njia zipi utazoweza kuzitumia kuweza kuifikia hatima uliyokuwa nayo. Na ndio shetani huwa kitu anachokifanya, anaingilia katikati ya
mtu na hatima aliyokuwa nayo. Maana ndani yake katikati hapa anaharibu mifumo hiyo itakayoweza kumsaidia huyu mtu aweze kufikia kwa habari ya hatima ambayo Mungu amemkusudia. Kila mtu ana hatima yake tofauti tofauti. Na tuweze tukafanana katikati ya mifumo ya kuweza kuzifikia hatima zetu. Kama tuweze tukafanana katikati ya mifumo tunaweza kufikia hatima zetu, maana yake jua vita vyetu havitaweza kufanana. Vita utakutana nayo wewe katikati ya kufikia hatima yako na vita utakutana nao mimi katika kufikia hatima yangu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tutakutana katika hali ya kimaandalizi tofauti. Lakini katikati ya vitu muhimu sana vya kuvifahamu kwamba shetani huwa anatumia lango la usikivu kwa ajili ya kupofusha maelekezo ya kimungu. Akishaanza kuyapofusha maelekezo ya kimungu ndani ya mtu ni kwa ajili ya kuweza kuyakabili hatima ambayo Mungu akamwekea ndani ya mtu. Kwa hatima ndani ya mtu sio shida, lakini shida ipo katikati ya maelekezo ya mtu atakayeweza kuyapokea ili apate kuweza kuifikia hatima. Na ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi tulichosoma, kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8, akasema nitakufundisha na kukuonyesha. Nini anakuonyesha? Maana yake anakuonyesha ni njia. Mungu anapoanza kukuonyesha njia, kama utakosa usikivu wa kuweza kuyasikia maelekezo, akati anakuonyesha njia kufikia hatima yako, maana yake hautaweza kuifikia hatima yako jinsi utakavyoweza kuweza kuifikia. Ni kwa nini? Ameshakuharibia hali yako ya usikivu ya kuweza kuyapokea maelekezo yatakayoweza kukusaidia kukupelekea katika kuweza kufikia katikati ya hatima ambayo utakayoweza kuweza kuifikia. Haleluya. Kwa sababu ya tatu nimesema ni njia ambayo shetani huwa anaitumia kwa ajili ya kuharibu hatima za watu wengi, kwa ajili ya kuharibu hatima za watu wengi, kwa ajili ya kuharibu hatima za watu wengi. Okay, soma kitabu cha Yeremia, mfano kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 20, anasemaje kitabu cha Yeremia? Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 2, Yeremia sura ya 2 mstari ule wa 20, Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 2 mstari wa 20 inasema hivi. Sura ya 2 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema hivi: kwa maana tangu zamani wewe umevunja nira yako na kuvipasua vifungo vyako, ukasema mimi sitatumika, kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi umejiinamisha ukafanya mambo yako ya ukahaba. Lakini 21 ambapo nataka usome anasema hivi: nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa, umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Okay? Ndarudia tena katika mstari wa 21. Anaposema hivi, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa, umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Okay? Maana Mungu anapozungumza kwamba nalikuwa nimekupanda, na Mungu anapokuwa amekuachilia kutokea katikati ya ulimwengu au katikati ya ulimwengu amekuzaliwa. Na ndio maana neno moja ambalo alimwambia Yeremia wakati anaanza katika kitabu cha Yeremia, alisema nalikufahamu tangu uko tumboni mama yako. Lakini tangu uko tumboni mama yako mimi nilikuwa nimekuchagua na nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Okay, huyu mtu alikuwa ameshachaguliwa na ameandaliwa tangu yuko tumboni mama yake. Kwa hiyo anapokuja kupangwa katikati anakuja kupandwa katikati ya ulimwengu wa mwili, katikati ya dunia, maana yeye anatakiwa apate kuweza kuitumikia kusudi lake ni lipi? Kusudi lake la unabii. Sasa huyu mtu atapoacha kuyapokea maelekezo ya kimungu kwa ajili